Mwalimu, mzuri. Habari yako? Mzuri sana. Tulikuwa tunaomba kuongea na wewe. Kwani kuna shida? Kuna kashinda kadogo. Simwambie. Sasa shida ile iko, unafukuza watoto shule ati kwa sababu hajafanya homework na ukabuya mtoto ati hadi afanye homework na mama yake. Mimi mwalimu sijui kusoma. Kuambia mtoto wangu na kumfukuza na nimelipa school fee juu ya homework. So ni mimi ningekuja niwafanyishe homework home ama yani mnataka kumaanisha aje? Yani I knew wakati I've seen you that you hivi. Nimejua what you want to tell me. Lakini unawauliza nitaonyeshwa venye nitarani shule ama unajua in fact kukua kwa shule it's optional. Mtu akitaka kuchukua mtoto wake unajua I have no choice because if you do not let me Kisugu hatujui. Si ni kweli sasa anatufundishia kwa barabara. Sisi hatutaki kurudi shule. Na ndio maana tunashindwa kufanyisha watoto homework. Mwalimu, sisi tunataka kuguza hiyo homework. Wacha kupatia mtoto homework. Tena tunalipia ngoja. Wana hata uko na ujinga. Tunalipiaga school fees ama homework. Hadi kazi ya walimu ni sisi tunafanya. Mimi ningejua kufundisha. Mnataka yani kuniambia nipunguze homework, ni kuniambia nisifunze. So ndio nasema shule kuna watoto wanataka kusoma. Kama watoto wanyu hamtaki wasomee huko, it's okay. Hata si lazima wewe usomeshe huko. Yes, lazima ukue headmaster wa hiyo shule. Sio unasikia? Unakuja sana Tunakuja basi unatubeba ujinga. Hata wewe uko na heshima dogo. Yes. Wewe utabui pesa yetu. Ni sisi tunakulipa huko na kitu. Unafundisha watoto bure. Unawafundisha bure. Unajua tunasema hapa utoke na tuchukue mavege na Mungu abaki akiwa Mungu. Na tulete mtu mwingine anajua kufundisha kuliko. Kuna in fact niko na shinda na nyinyi. Sema sida. Hebu niwaambie wazazi. Anza kuongea. Unasikia the way you are talking? Yes. I want us now to talk like parents. Anza. The way mnanirukia sasa. Hatujakurukia. Inakuonyesha na inanionyesha the way you talk about teachers at the school. Now watoto wenu wanakuja na attitude nyingine because hakuna chenye mnaona kama tunafanya. Tuita watoto wetu sasa tuongee wote hapa. Hapa kuna mtoto. Hapa mwalimu unatuzoea vibaya sana. Unatuzoea vibaya sana mwalimu. Sasa hii tunaweza sema Kagure must go. Kagure must go. Hiyo tunaweza sema at any given time. Utapunguza ama hupunguzi? Utapunguza ama hupunguzi? Nataka kuwauliza hivi. Utuulize nini? Unapunguza homework kama hupunguzi? Nataka sasa mnisikize kama mzazi. Unajua mtoto mpaka ukanitoa. Ngoja. Okay, ama tuwaite sasa. Tuko hadi na reinforcement. Let me tell you. Mimi na Kisugu uangushe Kisugu atujui. Yes, hata sikusomea mtu. Mwalimu tunaweza kukuweka vita Mungu. I don't Unafikiria tuko na uchungu na pesa yetu? Unafikiria school fees ni pesa ngapi? Wasa hii bagi kuna pesa ngapi? Bagi hiyo. Ngoja. Bagi ni yako moto. Tutapeleka. Mimi nataka mnisikize kama wazazi wamezaa na wako na uchungu. Anda hasa wanawake. Hapa kuna kehe. Ngoja ongee. Nasema hivi. Whether you want to take everything that you want to take, me I have no problem. Mimi kama principal wa shule yenu nimefanya kazi. Na ukweli ni kwamba we've been having problem. Not only hiyo wamefanya, hata homework zingine these children are not doing. Now my question is, wakati mtoto wako amekuja na E ama D, are you happy? We don't care. We don't care, lakini mtoto asiafaulu. Ukiona shule yenye uko kazi haifanyi vizuri, aba transfer. Yes, we go. Wanapata A. Get lost before wazazi wa get mad. And rivers in the midst. Yes. In our area, in our home. In our home in the soil. Yes. So, telling what is it? Content you? Yes. It is so unfortunate. Yes. Ati mtoto wenu na wewe faida ni kwako. Unaona ni kama faida ni kwangu.
Kama kazi yenyewe ndio inakulipa, kama sisi ndio tunakulipa sisi. Faida iko ni kwangu namna gani na faida ni kwako wewe? Ati faida ni kwangu. Faida ni kwako. Kwani unafundisha bure? Nimelipwa. Tufanye aje? Mwalimu, don't do that. Kubali utapunguza homework. Kubali yaishe. Ama tuchukue document zako zote. Okay. Unaomba transfer hauobi. I'm going. I don't mind. Say whatever you are saying. Do whatever you are saying. Don't tempt me. But at the same time, problem si ya watoto wangu. Problem ni watoto wenu. Watoto wako wagani? Wetu wakadi, wewe una watoto. Wewe watoto wako ni watoto wako. Enda ufundishe watoto wako, uzae ujaze shule mzima ukiwa peke yako. Uwafundishe ujilipe. Kwenda huko shika hapa. Nakwambia Enda. Tena. You must go. Kagure must go. Start going. Remove your body here. Yeah. Move. Yes. Keep moving. Shule ziko mingi sana pia. Sio tu hapo tunaweza. Hata mimi juzi nilikuwa kwa shule ile kijana wangu anasomea. Kijana alikuwa mleze tu, alikuwa tu mleze hivyo. Nilimchapa mbele ya mwalimu. The reason is because pia mimi nalipa fees, mtoto anakuja simpatii kazi anazembea tu. Akikuja hapa nikimwambia fua nguo zako anazembea tu. So amezembea mpaka sasa. Amezembea mpaka kazi ya shule na si mimi anasomea kazi yake. Mtoto wangu kusoma ama mtoto wako kusoma ni maisha yake anatengeneza, si maisha yangu. Hata ni mimi yangu nimetengeneza. So and that is why me through that pain. Nashika huyo mtoto. Nashikana na mwalimu na mwambia mwalimu. Mimi hata kitambo watoto walikuwa wa community. Naambia mwalimu, niangalilie mtoto, nikondolee macho. Na nikikuja kwangu nikondoe macho. Kwa sababu nisipokondoa macho, hiyo shinda si ya mwalimu, shinda ni yangu. So mimi naweza waomba wazazi. I can see ile pain mko nayo. Na hao watoto wanatudanganya ati wanafinyiliwa. Hakuna mzazi hata Ministry of Education wanajua what these children can be able to have. Mwalimu, unataka kuniambia msichana wangu alikuja na subject 4 anaweza maliza na siku moja? Si siku moja. If you can remember very well, niliwafukuza kwa sababu hiyo kazi walikuwa hawakufanya wakati wa holiday. Holiday ilikuwa kubwa sana. So for subject hata zilikuwa zinafaa zote. Hebu nikuulize mwalimu, na kuna wazazi wengine wamelalamika. Wanalalamika, wanakuja kwa ofisi yangu na watoto wangu. Wao. Naambia watoto waongeza ukweli. Mtoto hapa anaanza kukuna. Kwa hivyo kama ilikuwa ya kitabu. Ilikuwa ya holiday. Ilikuwa ya holiday. Na nawaomba tafadhali mwalimu. Wazazi. Mtoto akikuja kukuambia mambo ya mwalimu, chunguza. Sasa unajua ni nini? Amekaa kwa meza, hajifuri nguo, anisaidia hata siwezi mtuma kitunguu, hata hawezi nipikia hata boga. Kama anasidwa si hata kichwa kwanza holiday hiyo ilikuwa kubwa sana. Kama mtu angekuwa anafanya hata kama ni saa moja unafanya exam. Seriously. Saa lingine ni nini? You just need like 2-3 weeks. Kwa hivyo tukae na wao, mtoto akikwambia anafanya homework, kaa pale uone kabisa kama anaifanya. Na ukisikia akinungunika, kuja kule. Hata hatukukua serious sana. Ni ile tu alafu mwalimu usiende mahali. Ni ile mchungu ya nini pesa na watoto saa zingine wanatuweka vitu kichwa. Unaona mtoto amenaketi chini kumbe hasomi, anakuja kusema anakuwa mzembe. Na hiyo itaturundia kama wazazi. Alright, good night. Asante mwalimu. Nalekee kule. Wacha nikuambie. Wajiko wangu anakaa hapo dakika 2 anasema kupi afanye homework. Kupi afanye homework. Unasikia huyu mwalimu? Ati ilikuwa ya holiday kwa ile wanakufa. Akitungechoma. Wajiko! Sasa ikifika hapo kila mtu kwake sasa. Acha nikwambie, aliangusha fertilizer hapa na duthi yake. Chwa! Bila ilitokea tu hapa. Ati na ilitokea hapa. Alienda akakuja na runda la wanaume. Kukuja hakuna kitu. Mimi hata mzigo wake haijaguzwa. Mimi sijaiona, mimi nasikia tu na watu. Mimi msichana wangu nikamtuma maziwa. Akaniambia, "Mama, nimeona nyoka." Tukakuja paka hapa. Tukasimama
kuona. Unaona hapa kakikigi? Hapa ndio ilikuwa. Wewe sinasikia uliona. Mimi niliiona na macho yangu. Inatokelezea tu vizuri. Ikifika hapa inakaa. Ni kubwa sana. Na mimi nilisikia inakujanga masaa hii. Juu wanaume siku hizi hawana nguvu. Sisi tunaiua. Simpige hii picha. Simpige hii picha. Madoa ziko na mambo. Nilikuwa nataka kujua kama naweza ruka vile nilikuwa naruka nikiwa. Kika bwana yako. Wacheni niwaambie. Sasa msichana wa rafiki yangu anaitwa Mudhoni. Akaolewa na kijana. Na huyu msichana already alikuwa na baby. Alikuwa na katoto. Wale wasichana wanazaliaga kwao before aolewe. Na ni vizuri. Mtoto ni baraka. Sasa huyu kijana akasema, juu msichana alikuwa mrembo alafu na hips. Ona, unikwenyoka. Unikwenyoka. Sasa kijana akasema, mimi nitachukua ng'ombe na kaba yake. Unajua wanaume wengine hawana shida. Nitakuona nichukue mtoto wako. Good. Yes, ndio maisha. Sasa akasema baada ya kukaa kijana akasema na mimi nataka unizalie Kagu. Sasa siaka nikamsichana. Na yeye unaweza basi kwa sababu hawezi mulelea na hakuna kake. Ndio. Hata ka clown mapenzi. Neho hau. Ndio waungane vizuri, lazima na yeye msichana apate kahuyu. Na yeye msichana akasema kwani shida iko wapi? Akapata katoto. Akapata kamsichana kalikuwa kamsichana. Sasa alipata kakijana. Boy garo. Mtu kanafanana na yeye. Imeingia sasa. Sasa msichana alikuwa na mtoto msichana anamfanana. Sasa vile alimzalia mtoto akazaka kijana kanafanana na huyu kijana. Tunaona sasa imekuwa mido. Ameenda draw. Sasa wanaume wengine hawana ogosity. Aya. Imagine immediately after kupata huyo mtoto akaanza kuchukia huyu wa huyu msichana sasa. Lake. Kwani kaba alikuwa anafikiri itakunja ikue nini? Ikue maziwa. Sasa kaboi kamekuwa na ukendeko kena FIFA kwake. Imagine akikuja na zawadi, my boy, shika msichana. Daddy, kapa mama nitakuita. Msichana kaona kuna kitu. Iko. Akakasirika. Hey. Aro. Mnajua napigia nani? Sister yake. Sa polisi ya nini? Na wewe ulirogwa na police station. Unajua ukikutana na kitu kama hiyo unataka kuongea at least na mtu hiyo ikutoke. Kama hii madharau imezidi. Wacha niite sister yangu ndio akuwa ananitia nani? Moyo. Akapia sister yangu kuja tukae na wewe, alafu juu watoto ni wawili unanisaidia kupeleka shule, kuosha vyombo. Litoro didi no. Kumbe na huyo mzee vile aliona sister ya huyu na unajua ni wahizi. Sasa una imagine huyu ni mzee akona watoto wawili. Sister amekuja ametoka shule. Nanana. Hey. Akakataa hii sasa. Hey. My sister. Yes. Na sister yake akuongea. Haya. Uwa. Ndio. Sister. Unasikia ni auntie na wewe. Wacha hivyo. Wanaume hawana damu moja. Mimi hakuna sister yangu anaizi. Kwa nguvu sana. Hakuna. Mimi siwezi mtu kwa nyumba yangu. Hawa watu. Imagine. Sasa bila kuleta sister yake, na yeye sister yake naye ana kogose. Anabia, hai. Olimo. Sasa wakapendana bila huyu msichana kujua mwenye nyumba sasa. Yes, sister mkubwa. Sasa au sitoe makamasi. Si makamasi, hoba imeishaisha. Sasa kumbe msisana juu ya kupendana akapata bolo. Akapata bolo. Komeno. Nani mwingine? Maliza story. Maliza. Akapata bolo. Maliza. Kupata bolo, sister yake. Ulilitoka. Nani mwenye hii? Msichana akasema kijana mwingine ni ule wake akaambiwa, ai kweli. Na mbona simuonagi? Msichana juu ya sasa amemea pepe. Waedue buni kuulize. Amemea pepe. Wanaishi nyumba moja ama huyu akona kwake?
Nani? Si anakaa kwa Sasa dada si kwa sister dada. kubwa alikuja akakaa na yeye. Yes. Huyu sister mdogo ndio amependwa na bwana ya huyu. Na sasa jua anajiona yeye ndio wako akamea bebe. Yani Akaona sasa ako kwake. anaanza first floor, anaenda second floor. Yes. Sasa ile kitu baya, msichana hakutumia kongosete. Akajifanya yeye ndio mwenye nyumba. Anaongeleza sister yake vibaya. Akajia kwa hivi sasa. If you wish to know, hii ni ya bwana yangu. Akamuuliza kwa niko na bwana. Akafanya si bwana alikuwa sitting room. Akafanya. Aja. We? Sister yake akamuuliza, Akisema Wanjiru, unataka kusema hiyo mimba ni ya bwana yangu? Akamwambia hata mimi ni bwana ya. Kai. Wacha nikwambie. Sister akakigia kwa kitchen. Mimi nitaanguka gai. Akakuja na daga. Yeah. Daga! Akakuja na daga. Akamwambia leo nakuua na niue bwana yangu. Sasa bwana yake na yeye juana kabosi tu. Akasema hapana, huyu sister yako alinisika cha nguvu. Yes. Sister yake ni rapist. Sister yako ni mbaya. Nilikuja siku moja nikamkuta na mimi, akaniambia come baby come, na mimi ni mwanaume. Akaambia huyo msichana sister yake wewe kwenda. Sasa huyu bibi yake akamwambia, let me tell you. Hebu kwanza nikwambie. Unaona akiniambia ate usijui alifanya. Yes. Ningekuwa nimemuruka nimuuliza wewe Hata nimekosa nini kupumua. Wewe ni mtoto. Umesikwa. Sika ikurakara musikasirike. Sasa akaambia bwana yake, sasa huyu hataenda sister yangu. Mimi ndio amini usiamini. Huyo sister yake aliachia. Huyo sister mkubwa. Huyo sister mkubwa aliachia huyu. Wao sister mdogo bwana. Hata mimi ningemwachia. Akabeba watoto wake wawili akamwambia si ulikuja kwangu nikusaidie, sasa umeolewa na bwana yangu. Nimewaachia boma. Sister akaenda. Paka wa leo hawaongeagi na ni masista. Umenitia wazimu. Familia mdogo kwangu hata waikanyaga hata kutembea, wacha kuja kunisaidia kazi. Nakwambia hebu nikwambie. Mimi kitambo nitoke huko. Anaweza njua ati anjui. Uwezi uwa sister yako. Sasa mimi ninaweza. Kwani maji kwani si hata tugeuza hiyo msemo. Ati maji ni mzito kuliko damu. Wanaume sio 12 kama wa Yesu. Unaenda na unatafuta mwingine.